Assalamu alaikum, tumsalie Mtume, tumsifu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. A'udhu billahi minash shaitani rrajim. Bismillahir rahmanir rahim. Kul ayyu shay'in akbaru shahada kulillah shahidu baini wa bainakum wa uhiya ilayya hadha alquran liundhirakum bihi wa man balagha ila aya. Sadaqallahu alazim. Huyu ni Alhabibi Karamoto, na leo tunataka kumfundisha Sufiani mkubwa wa veterinari kuhusiana na somo la Yajuja wa Majuja. Inavyoonekana Sufiani mkubwa wa veterinari, somo la Yajuja wa Majuja limempitia kushoto, na ndio maana anakaa mbele ya kamera, anaongea na hadhara ya watu, kuambia watu kwamba eti Yajuja Majuja hawajafunguliwa na watafunguliwa kipindi Nabii Isa akirudi. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Huyu ndio Sufiani mkubwa. Manake hawa wapo mtu na kaka yake. Kuna Sufiani mdogo ambaye anaandaa mashindano ya kuhifadhi Qur'ani kwa kupitia ufadhili wa taasisi za riba, na huyu kaka mtu huyu Sufiani mkubwa ambaye anaropoka ovyo, anaenda ovyo, anakaa mbele ya kamera eti anasema kwamba eti Yajuja Majuja hajafunguliwa. Unayatoa wapi maneno kama hayo? Sasa mukaddima wa aya kama hii, Allah anahoji kitu gani chenye ushahidi mkubwa? Allah anasema yeye Allah ndiye shahidi mkubwa, na ameiteremsha hii Qur'ani ili awaonye watu, mtume awaonye watu kupitia hii Qur'ani. Sasa tunataka kuiuliza Qur'ani ambayo ndio neno la Allah mwenyewe, je, Yajuja Majuja hajafunguliwa au wamefunguliwa? Tutaiuliza Qur'ani alafu tutakuja katika hadithi za mtume Allah, alafu ndo mjue mna mashehe aina gani katika zama ngumu kama hizi, zama ambazo mnatakiwa muwe na mashehe ambao ni bright cream kabisa, yani brilliant, lakini mna mashehe ambao ni vilaza, hawajui chochote, maskini ya Mungu. Sasa shehe kama huyu unamsimamisha siku ya Ijumaa eti anaongoza watu katika zama kama hizi, zama ambazo za kidijitali, atakupeleka wapi shehe kama huyu? Akufikishi kokote, atakutia chaka tu, atakuongoza katika njia kwenda motoni. Bila shaka ndio iko hivyo. Sasa katika Qur'ani Allah anaelezea Yajuja Majuja kupitia safari mbili za Dhulqarnain, safari tatu za Dhulqarnain. Na hapa lazima tuelewe kwamba Allah anaelezea uumbaji wake, kwa maana Allah hajasahau alivyoumba. Allah anajua hapa kaika mlima, kaika bahari, hapa kaika watu hivyo, na anajua mpaka watawala. Ndio maana anaelezea, anatoa maelezo kama haya katika sura Al-Kahfi. Na Allah ameshasema hivyo katika sura Al-Mu'minun, wa ma kunna lil khalqi ghafilin, hatakuwa wenye kusahau uumbaji wetu. Aiyo. Kwa hiyo katika sura Al-Kahfi Allah anaelezea hizi safari tatu za Dhulqarnain, na mwisho wake katika safari ya tatu ndipo walipokuwa Yajuja Majuja. Safari ya kwanza Dhulqarnain alienda upande wa magharibi linapozamia jua, hata idha balagha maghrib ash-shamsi wajadaha taghrubu fi aini hamiatin wa wajada indaha qauman. Aiyo, ila aya inasema kwamba mpaka kafika linapozamia jua, akalikuta linazama kwenye chemchemu ya tope jeusi, na akakuta hapo kuna watu wanaishi. Ndio Allah anavyosema, kwa maana ili tukio limetokea katika dunia kama hii. Hii jiografia tu Allah anaielezea. Kiangalia katika tafsiri ya Imamu Suyuti Jalalaini, utakuta kwamba katafsiri aini hamiati ni Black Sea, bahari nyeusi, na bahari nyeusi tunao katika dunia kama hii. Ukiangalia katika ramani ya dunia utaikuta Black Sea iko sehemu gani. Sasa hii safari ya magharibi akalikuta jua linazama katika chemchemu ya tope jeusi. Safari ya mashariki akakutana nini? Hata idha balagha matri ash-shamsi, akaenda upande wa magharibi wa mashariki mpaka sehemu ambapo linapochomoza jua. Wajadaha, akalikuta tatlu ala qaumin lam naj'al lahum min duniha sitra, akalikuta jua upande wa mashariki linachomozea watu ambao Allah hajawajalia kwa nini kuwaekea stara ya kuzuia jua lile, kuzuia na jua. Sasa haya kama hii unatakiwa uwe mtu wa pwani, mtu wa mwambao wa pwani, ndio utajua kwamba hapa Allah anazungumzia nini au anamaanisha nini. Utakifu akilaza jiografia hapa, Allah anaelezea dunia yake, uumbaji wake, anaujua Allah kwamba huu upande wa mashariki alipoenda Dhulqarnain pia akakutana na bahari. Aiyo, akakutana na bahari pia. Sehemu upande wa mashariki ambapo bahari jua linachomoza pasina ya kizuizi ni sehemu ya mwambao pwani. Baharia anajua jambo kama hili. Ukiwa mtu wa bara huwezi kuelewa, kwa sababu bara kuna milima, jua linachomoza likiwa limewekewa vizuizi, lakini ukiwa pwani jua linachomoza pasina ya kizuizi, linawapiga watu wa pwani. Ndio maana ya haya kama hii. Safari ya pili hiyo. Safari ya tatu Allah anaelezea hata idha balagha baina saddaini,
akaenda mpaka akafika katikati njia panda milima miwili Saddaini, yani vizuizi viwili yani. wajada indaha qauman wajada min dunihima, akakuta nyuma hiyo milima miwili qauman, akakuta watu wao ni akina nani? La yakaduna yafqahuna qawla, ni watu ambao hawajui hata kuzungumza vizuri. Ndio akawakuta katika nyuma hiyo milima miwili baina Saddaini hiyo, akakuta watu kama hao ambao hawajui hata kuzungumza vizuri. Qalu, wakamwambia ya dhal karnaini inna yaajuja wa maajuja mufsiduna fil ardhi, hakika Yajuja wa Majuja wanafanya ufisadi katika ardhi. Kwa hiyo tukio limetokea katika dunia hii na sehemu kama hii iliyoelezewa ipo katika dunia kama hii mpaka leo, sehemu ambayo upande wa magharibi kuna bahari yenye tope jeusi, bahari nyeusi, Black Sea, na sehemu ambayo upande wa mashariki kuna bahari pia, alafu sehemu nyingine sasa upande mwingine kuna milima. Sehemu gani hiyo? Hiyo sehemu inapatikana baina ya Urusi na Georgia, baina ya Urusi na Georgia. Hii ni milima ya Caucasus Mountain ambayo ipo Urusi, milima ya Caucasus Grozny nani huko Chechnya huko. Kuna jiografia kama hii ambayo imeelezewa hapa katika Suratul Kahfi, na hii ndio sehemu ya jiografia ambapo walipokuwa Yajuja wa Majuja, au sehemu ambayo Dhulkarnain aliwakuta Yajuja wa Majuja. Kwa hiyo kwanza anatakiwa aelewe Sufyan Mkubwa wa Vetenari kwamba ili tukio limetokea katika dunia kama hii, na hii ndio sehemu ambapo walikuwepo wa Yajuja wa Majuja. Qur'ani haiongei jambo la kubahatisha. Alafu kuna ule shehe mwingine ule ambaye ule nani wa Buguruni ule ambaye anasema yeye ana dawa za kuongeza uume, wakati mwingine anashindwa kurefusha kimo chake, ni mfupi kama kufuli, alafu anaambia watu ana dawa za kuongeza uume. Sasa na yeye pia alishaye kuongea kwamba eti hii sehemu sio katika dunia kama hii. Hawa mashehe hawa hatari kweli kweli. Kwa hiyo hiyo ndio Suratul Kahfi inavyoelezea nani Yajuja Majuja. Sasa ukija katika Sura Al-Anbiya, Allah anaelezea Yajuja Majuja watafunguliwa lini? Watafunguliwa lini? Watafunguliwa lini? Sura Al-Anbiya aya 95 inaelezea kwamba wa haramu ala qaryat ahlakna annahum la yarji'un, na ni marufuku na ni haramu kwa mji ambao tumeuangamiza, annahum, manake watu wake wakazi wake, la yarji'un, hawatarudi katika mji wao. Mpaka lini? Aya 96 surati Anbiya inaelezea hatta idha futihat Yajuj wa Majuj, mpaka atakapofunguliwa wa Yajuja wa Majuja. Kwa hiyo maana yake ni nini? Maana yake katika aya kama hii Allah anaelezea muda, timeline, deadline ya kufunguliwa Yajuja wa Majuja itakuwa kipindi gani? Kipindi ambacho ukiwaona watu ambao walioangamizwa kwa kutolewa katika mji wao wamerudi katika huo mji wao, basi ujue hapo tayari Yajuja wa Majuja ameshafunguliwa. Hii ni aya muhkamati, aya nyepesi kabisa. Allah anaongea kwa uwazi wala afichi kitu. Ndicho anachokimaanisha hapa Allah katika sura ya Anbiya. Ukiwaona watu ambao mji wao umeangamizwa na wenyewe wakatolewa, wakaangamizwa kwa kutolewa katika mji wao, wamerudi katika mji wao, maana yake hapo tayari Yajuja Majuja wameshafunguliwa, hata kama mashehe wote hawataki. Lakini Allah ndivyo alivyosema katika hiyo kitabu chake, na Allah ndiye mwenye ushahidi mkubwa kuliko wa mashehe wenu. Ndio Allah anavyosema katika aya kama hizi. Kwa hiyo sasa katika aya kama hii ukifuatilia historia ya maangamizi ya Allah kwenye maandiko, vitabu vyake, utakuta ni jamii au wakazi wa aina moja tu ambao wameangamizwa kwa kutolewa katika mji wao. Watu hao ni Bani Israil, na mji wao ni Jerusalem, Baitul Maqdis, Gaza, kinachoendelea kule. Kwa hiyo leo sisi tukishuhudia kwamba Bani Israil wamerudi katika mji wao, maana yake Allah ndiye aliyeweka marufuku, ndio wanavyosema wa haramu, na ni marufuku, ni haramu kwa watu ambao mji wao umeangamizwa kwamba watu warudi katika mji wao. Ni Allah maana yake alitia marufuku, na ndio maana wakatolewa. Sasa tukaona wamerudi, maana yake Allah kashaondoa hii marufuku, sio marufuku tena, sio haramu tena wao kurudi, na ndio maana wameweza kurudi, kwa maana Allah tena kashaondoa ile haramu yake, marufuku yake, na ndio wamerudi pale. Wakina nani wanaorudisha pale? Ndio hao Yajuja wa Majuja. Kwa lugha nyepesi tunaweza kusema kwamba Yajuja Majuja ni Wazayuni, Zionisti, ndio ni movement hiyo, walianzisha movement ya kuwarudisha Wayahudi katika mji wao. Hawa Wazayuni hawa ni mataifa ya magharibi, mataifa magharibi
ambayo anaongozwa na Marekani na Israeli mwenyewe pia ni mzayuni pia vile vile. Kwa hiyo ndio kimsingi hawa ndio Yajuja Majuja, na hivyo ndivyo Allah anathibitisha kwamba tukiwaona wa Bani Israeli wamerudi katika mji wao, maana yake tayari Yajuja Majuja wameshafunguliwa. Sasa hawa tatizo yao wana ugonjwa wa kutanguliza hadithi mbele ya kitabu cha Allah Qur'ani, wakati Allah anasema kwamba yeye ndio mwenye ushahidi mkubwa. Ushahidi wake unapatikana vipi? Katika kitabu chake, katika hii Qur'ani. Kwa maana Qur'ani ndio inatakiwa isahihishe hadithi na sio hadithi eti ndio iwe juu ya Qur'ani ikasahihisha hadithi. Hili ndio tatizo lao, wao ndio kosa lao kubwa wanalofanya. Mpaka mtu anakuletea hadithi eti hao atarudi kipindi wakati Nabii Isa Yesu akirudi ndio nao wanafunguliwa Yajuja Majuja. Wewe ni hatari. Ni hatari kweli, na tuna matatizo mengi kutokana na tatizo hili la kutanguliza hadithi mbele ya Qur'ani. Wanatumia watu hadithi kuhukumu Qur'ani. Hiyo ni hatari. Sasa kuna hadithi ambazo tunatakiwa kuziweke sawa hapa. Kwanza, hadithi ya kwanza inasema Wayajuja Majuja wakifunguliwa katika watu 1000, watu 999 watakuwa watu wa motoni na mtu mmoja atakuwa ndio muumini. Aiyo, kwa nini? Kwa sababu ufisadi wao wanaofanya, watu wengi wataingizwa kwenye ufisadi wao, ima kwa kujua au kwa kutokujua. Na tunamwambia Sufiani wa veterinari pamoja na mdogo wake wanachokifanya kuandaa mashindano ya Qur'ani kwa kutumia kampuni za riba, hiyo ndio ufisadi wa Yajuja Majuja. Kwa maana wenyewe tayari washaingizwa katika kaumu ya Yajuja Majuja wasipokuwa makini. Muumini wa kweli hawezi kufanya upumbavu na uchafu mkubwa kama wao wanaofanya, alafu akitangaza kwa watu kwamba wao ni watu wa Qur'ani. Sio kweli hata kidogo. Tuna Allah katadharisha hivyo. Kwa sababu gani? Kwa sababu watu watapenda maisha yao, siasa zao, uchumi wao na utamaduni wao. Na ndio hicho mnachokifanya hivi. Wageni rasmi na wawakilika pale ni watu wa kaumu ya Yajuja Majuja katika mashindano ya kuhifadhi Qur'ani, kama mlikuwa mjue. Sasa tunawaambia katika hadithi ya Zainab binti Jashi, ukienda hadithi kama hii katika Sunan ya Abu Daudi au katika Ibn Majah, tukutana na hadithi kama hii ambayo Zainab binti Jashi radhiallahu anha anasimulia hadithi ya Mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam kwamba Mtume wa Allah aliamka usiku, uso wake ukiwa umevuja damu, akasema wailul lil alabi min sharri kad iqtarab. Ole wao Waarabu kwa shari ambayo tayari ishawakaribia. Shari gani? Mtume wa Allah aliota kwamba Yajuja Majuja wameshaanza kuitoboa radmi mfano wa tundu kama hili. Kwa hiyo tangu kipindi cha Mtume wa Allah hao Yajuja Majuja walishaanza kutoboa ukuta mfano wa hivi. Mtume wa Allah alipokuwa yuko Maka alisema kwamba wanautoboa, lakini wanasahau kusema insha Allah. Alipokuwa amehamia Madina, hii hadithi nyingine sasa ya baadaye kabisa, Mtume wa Allah anathibitisha kwamba walishaanza kutoboa ukuta, kwa maana walishaanza kutoka wakati Mtume wa Allah yupo hai. Haya, leo miaka mingapi imefika? Imepita miaka 1400 tangu kipindi hicho, hadi leo tu bado hajatoka katika huo ukuta, hadi leo bado hajaumaliza huo ukuta. Na ukuta umeelezewa katika sura Al-Kahfi kwamba upo katika dunia kama hii. Kwa hiyo wewe Sufiani mkubwa wa veterinari, kama unasema huo ukuta bado hujatobolewa, Yajuja Majuja wapo humo, inabidi ukusanye kanzu zako, uweke kwenye begi lako, ufunge safari ukautafuta ukuta kama upo wapi katika dunia kama hii. Upo wapi katika dunia kama hii ukuta kama huo wa Yajuja wa Majuja? Wakati Qur'ani inaelezea ukuta uko sehemu gani, ndio tumetoa ushahidi sehemu gani katika dunia kama hii, katika uumbaji wa Allah ipo wapi, jiografia inaonyesha upo wapi, na tunawaambia ukuta kama huo haupo sasa hivi. Tayari washautoboa zamani kabisa Yajuja Majuja, na tayari Yajuja Majuja wameshatoka, wanaeneza ufisadi na washarudisha watu ambao walitolewa katika mji wao, washarudisha pale, na ule ufisadi unaendelea Gaza. Ni ufisadi wa Yajuja wa Majuja au Wazayuni. Lakini hadithi nyingine anasema kwamba hao watakuja kuizia haji na umra. Kwa hiyo Yajuja Majuja ndio walileta fitna ile ya ugonjwa wa corona, na hija na umra zikazuiwa miaka 2. Hao ndio Yajuja Majuja. Lakini Mtume Allah akaelezea kwamba hao ni wataalamu wa vita vya mishale ya moto. Mtume Allah alitumia lugha kama hii ya majazi au ya kinaya, maana yake, lakini maana yake hii mishale ya moto maana yake ni makombora ya masafa marefu, missiles, hypersonic missiles hizi, kwamba wao wana mahodari wa vita vya mbali, yani vya kutuma makombora, sio vita vya ana kwa ana hivi. Wanaogopa hawa Yajuja Majuja, wana usijao vita vya ana kwa ana. Ndivyo hadithi hizo zinavyoelezea. Lakini hadithi ya kurudi kwa Nabii Isa eti Yajuja Majuja ndio watakuwa wamefunguliwa ni uongo. Rejea katika hadithi kama hiyo afu kague vizuri. Maneno mawili tofauti yametumika katika kitabu cha Allah Al-Qur'ani, sura ya Anbiya imetumika futhati, maana yake ndio kufunguliwa,
katika hadithi imetumika neno ba'thu, maana yake kupelekwa. Aiywa, kuwapelekwa au kuhamishwa, maana yake sio kwamba eti ndio wanafunguliwa kipindi hicho, wanapelekwa maana yake kama kuhamishwa kutoka sehemu moja au kwenda sehemu nyingine. Na ilivyo ni kwamba Yajuj na Majuj wanajua kuna vita kubwa inatokea, na sasa hivi washaanza mikakati yao ya kuchimba maandaki chini ya ardhi. Kwa hiyo baadhi yao wanaweza kusurvive wakawa wapo katika maandaki, baada ya vita kama hiyo wakirudi Nabii Isa wakaibuka tena. Kwa hiyo hii ndio itakuwa ba'thu, kwamba wameibuliwa tena, kama Allah alitumia neno kama katika sura al-Kahf akisema kwamba fab'athu ahadakum biwariqikum biwariqikum ila al-madina, mtumeni au mpelekeni mmoja wenu ila al-madina. Fab'ath ahadakum biwariqikum ila al-madina, mtumeni mmoja wenu na sarafu hizi aende mjini. Katika sura al-Kahf akielezea ashabu al-Kahfi imetumika neno ba'thu. Haina maana kwamba eti ashabu al-Kahf walikuwa wapo, walikuwepo. Kwa hiyo